Tatizo la kupotea nguvu za kiume. Tatizo hili huwatesa wanaume wengi sana. Walio wengi uume husimama kwa dakika chache kama unavyoona kwenye video hapo, na kisha kulala tena. Ili mwanaume aweze kuwa na ufanisi, anahitaji mambo matatu kwenye uume. Moja, damu ipite kwenye uume. Mbili, mishipa ya fahamu ya uume. Na tatu, mfumo wa homoni. Zifuatazo ni sababu zinazopelekea tatizo hili kujitokeza. Sababu ya kwanza ni kansa ya tezi dume. Kama ambavyo unaona kwenye video hapo, tezi dume likivimba linasababisha kuathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Sababu ya pili ni upasuaji wa kansa ya tezi dume. Kama ambavyo unaona hapo, kuna mishipa inakatwa wakati wa upasuaji na hii inaathiri mwanaume. Sababu ya tatu ni matibabu kwa kutumia mionzi. Kama unavyoona, mionzi hiyo inaua mishipa ya fahamu ya mwanaume. Lakini sababu ya nne ni upungufu wa homoni kwenye korodani. Kama ambavyo unaona hapo, korodani zina upungufu wa homoni na kusababisha athari kwa mwanaume. Lakini sababu ya tano ni kuvimba kwa tezi dume. Tazama hiyo video hapo unavyoona kwenye screen yako. Tezi ya mwanaume inavimba. Inapovimba inaathiri afya ya uzazi ya mwanaume. Lakini sababu inayofuata ni kuwa na mapungufu ya homoni za kiume tangu kuzaliwa. Kuna baadhi ya wanaume kama unavyoona kwenye hiyo video wana upungufu wa homoni za kiume tangu kuzaliwa, na hiyo inapelekea kuwa na maumbile madogo na hata kuwa na afya dhaifu. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza kusababisha ni mafuta mengi kwenye mishipa ya damu. Tazama kwenye hiyo video. Ili mwanaume aweze kuwa imara, anahitaji damu iweze kwenda kwenye sehemu za uume. Kuna wengine wana mafuta ambayo yanaziba kwenye mishipa ya damu kama unavyoona, na kusababisha uume kukosa damu na hatimaye kulegea au kulala kabisa. Lakini pia kuugua kisukari. Kama unavyoona kwenye hiyo video, kisukari kinasababisha mambo mawili. Moja, kinaua mishipa ya damu ya mwanaume, lakini pili, kinaharibu homoni ya kiume, na hivyo kupelekea mwanaume mwenye kisukari kushindwa kusimamisha uume wake kama unavyoona. Lakini pia kwa ujumla wake sasa, mwanaume ili aweze kumudu kwenye tendo la ndoa kama ambavyo unaona hapo na kuweza kusimamisha uume wake kwa muda wa kutosha, anahitaji kuwa na mzunguko sahihi wa damu, lakini pia anahitaji mfumo wake wa neva uwe sahihi, lakini pia anahitaji homoni zake ziweze kuwa vizuri. Mambo hayo yakienda vizuri, damu ikaingia na neva zikiwa sawa, basi mwanamume ataweza kumudu na kuweza kusimamisha uume kwa muda wa kutosha. Kwa sababu damu inavyoingia inasababisha uume unakuwa imara na unaweza ukasimama kwa muda wa kutosha, kama ambavyo inaonekana katika screen hapo. Uume wenye damu ya kutosha, neva ziko sahihi, basi utasimama kama unavyoona. Lakini kama hivyo vitu havipo, basi uume huo hulala haraka sana. Kwa ujumla sasa, sababu ambazo zinapelekea uume kuweza kulala haraka kwa mwanaume na kushindwa kumudu tendo ni kama ifuatayo. Sasa zifuatazo ni sababu zinazopelekea mwanaume kupoteza nguvu za kiume na uume kulala haraka kama tulivyoelezea kwa ujumla. Sasa sababu ya kwanza inaweza kuwa ni magonjwa ya moyo. Sababu ya pili ni kujaa kwa mafuta kwenye mishipa ya damu. Sababu ya tatu ni kuugua kisukari. Sababu ya nne ni upungufu wa homoni. Sababu ya tano ni matatizo ya mfumo wa neva. Sababu ya sita ni kuugua tezi dume ama kansa ya tezi dume. Sababu ya saba ni athari za mionzi na upasuaji. Sababu ya nane ni matatizo kwenye pelvic. Sababu ya tisa ni kusumbuliwa na tatizo la Peyronie's. Sababu ya 10 ni matumizi ya madawa, sigara na vilevi vikali. Sababu ya 11 ni matatizo ya kisaikolojia na msongo wa mawazo. Sasa mwanaume, ili uweze kuwa na heshima kwenye tendo, hakuna kuficha, lazima uume usimame kama unavyoona hapo kwenye skrini. Uume ukisimama, unaweza kumfikisha mwanamke kileleni, ukafanya mapenzi kwa muda wa kutosha, ukamridhisha yeye na wewe ukafurahi. Usiwe mnyonge tena, sio unafika kwenye tendo uume unakuwa na shida. Uume unasimama vizuri, ngangari. Hebu hesabu hapa, tunakuletea kitu kipya. Suluhisho hili hapa mwanaume. Iko dawa ambayo inafanya mambo yafuatayo. Angalia kwenye skrini yako. Jambo la kwanza, inakupa uwezo wa kufanya mapenzi mpaka hamu yako na ya mwenzi wako iishe bila kuwa na wasiwasi. unafanya mapenzi kwa uhuru na kwa kujiamini mpaka pale hamu ya wewe na ya mpenzi wako itakapoisha.
Lakini pia ina faida nyingine, inaufanya uume wako kumudu tendo la ndoa kwa muda mrefu. Si umeona hapo nyuma tulivyokuonesha, uume utakuwa imara na unaweza kumudu tendo kwa muda wa kutosha. Lakini pia inakupa nguvu ya kurudia tendo kadri ya unavyopenda. Yale mambo gori moja, uume umelala, hizo shida zitakuwepo. Lakini dawa hii inaanza kufanya kazi ndani ya dakika 30 hadi 45 baada ya kuitumia. Kwa haina kuchelewa. Vipi kuhusu bei? Bila shaka utakuwa unajiuliza, ili kuipata hii dozi gharama yake ni shilingi ngapi? Gharama ya hii dozi ni shilingi 75,000. Hiyo ndo bei yake. Lakini kwa sababu tumelenga kuweza kusaidia hili tatizo na kuwapa ujasiri wanaume wanapokuwa faragha, wasiwe na wasiwasi tena, basi tumeamua kuweka punguzo maalum kwenye dozi hii. Kama utaamua kuipata dozi hii kwa siku ya leo tu, yani hivi ambavyo unanisikiliza, badala ya kuipata kwa shilingi 75,000, dozi hii utaipata kwa gharama ya shilingi 49,000 tu. Punguzo hili maalum ni kwa ajili ya siku ya leo pekee. Kwa hiyo leo unaweza kuipata dozi hii kwa shilingi 49,000 na itakufikia mpaka kwenye mkoa ulipo. Ili uweze kuipata au kuwasiliana na sisi, tupigie au tutumie message ya kawaida ama WhatsApp kwa namba 0789 79 20 13.